nilikuwa tu natembea kwa barabara nikielekea kwa kazi zangu za kawaida. Little did I know that I'm seriously sick. Nikaona group ya wamama wamekusanyika na ninawajua majirani. Nikauliza ni nini inaendelea. Wakasema kuna group ya from Tenwek wanaona watu wenye wana shida za macho. So mimi nilikuwa nafikiria nimezeeka, niko na shida ya kuona. Sasa nikaenda nikasimama hapo nikitaka kupimwa ndio nipate miwani. So community health worker akanifanyia check-up hapo kidogo, akaniambia yako unaenda kuonekana na madaktari from Tenwek kwa kanisa yenye ilikuwa mbali kidogo inaitwa Kapkesebe AIC Church. The following day, sasa hapo nisikuwa naona tena mimi ni serious ninaweza enda, so I took almost some days. So the same community health worker akasitiza sana, akanipigia, Amy please enda kwa check up Friday, hiyo ni tarehe 15 after 4 days. So nikaenda huko nikaonekana na daktari from Tenwek, akaniambia shida yako sio ya miwani, unaenda Tenwek. Nikastuka kwani mimi ni mgonjwa. So nikaenda nyumbani nikamwambia mzee nimeambiwa unaenda Tenwek. Akasema mambo ya kama ni daktari twende. So on 20th March tukaenda Tenwek, nikaenda kuona daktari through the big vision program. So nikaenda Tenwek nikaona daktari, nikafanyiwa naona mbali, na sometimes sitaki kelele sana hii kwa kanisa speakers sikuwa nataka, na nilikuwa na headaches sana headaches. Sasa huko tena daktari akasema shida yako Emily haiko kwa macho, ni kama iko kwa nerves ndani, kwa hivyo enda kwa MRI. Sasa hapo dunia ilikuwa kama imeisha kwangu. So the following day tukaenda retain, hiyo ni tarehe 21 sasa. Tukaenda MRI retain, tukaambiwa sasa nikaingia kwa machine, tukaambiwa sasa enda kwa results, ikiingia kwa simu urudi kwa daktari mwenye alikutuma. Uzuri by the grace of God your results ilitokelezea the following day very early in the morning by 6. Results ikaingia kwa simu the same day. Tukaenda Tenwek, hiyo ni 22nd March. Tukaenda kumwona daktari, akasema vile results imeonyesha wewe uko na brain tumor yenye inaitwa tuberculum cellular meningioma. Sasa akili yangu sasa nikafanya tu flashback, nikahesabu 1 2 3 wenye wamefanyiwa na hawakufanikiwa. So tukarudi nyumbani, tukaambiwa sasa muende mkifikiria. Sasa tukarudi nyumbani, hiyo wiki moja sasa kurudi nyumbani ilikuwa sasa nimehesabu tu, nikiona mtoto akicheza ninasema by next year huyu mtoto sitakuwa namuona. Sasa kila kitu nikifanya nasema hii sitakula. So I thank God for the program. That is why I'm alive today. Sasa tukamuuliza daktari tena, sasa hii kama inatolewa nani anatoa na inatolewa wapi? Akasema tutapanga, ukikubali tutakupatia. So tukaenda nyumbani, tukafanya maombi mpaka nikafanya kwanza mkutano na mimi. Sasa nikasema this is my life na ni mimi peke yangu. So nika take courage na nikarudi huko. Nikamwambia daktari I'm ready.
for the surgery. We do the surgery and it is well. Akasema ni hapa tu tenwe. Sasa nilikuwa nafikiria hata anasema ni kwingine. I thank God for the doctors from Tenwe. Wako na moyo wa kusaidia. Wakaniongelesha kwa lugha safi. Mpaka mimi mwenyewe nikakubali nisaidiwe Tenwe. Wakaona program yao ni congested. Sasa hiyo ni sasa ilikuwa ni 22nd. So wakaona from 22nd March. Wakaona kwa program ni wengi wanafanyiwa surgery, mimi sitapata nafasi mpaka May. Sasa hapo nikapata moyo kidogo, nasema kumbe sio peke yangu, kumbe ni wengi, tuko wengi. So kidogo hiyo daktari akasema so mwende wacha tukupangie, Mungu akijalia utafanyiwa pengine May katikati. Tukatoka sasa hiyo siku hiyo ni sasa nilikuwa nataka nifanyiwe haraka ndio sawa, kama ni kwenda niende, kama ni kuishi niishi. Tu watu wanakuangalia na macho ya huruma, anakuona kama kesho utaamka. Sasa nikasema hiki si wangefanya haraka iishi.